Sasa alipokuja kwetu tukamshauri. Baada ya kufuatilia kwamba yule ni Muislamu, nilimuuliza, je, unaamini mume wako nguvu alizonazo unaweza kuzihimili kumsababisha yeye asitoke nje? Alicheka. Nilichotafasiri kwenye kicheko chake ni siri yangu, lakini kiukweli mume wake ana nguvu nyingi ambazo mke hawezi kuzidhibiti. Nilichomshauri ni kwamba aongee na mume wake, amuombe amuoe yule rafiki yake, kwa sababu amani anaipata, furaha anaipata, upendo, kujaliwa anakupata. Pengine siri ya hayo yote yamejengwa na yule rafiki yake. Kwa hiyo anaamini, mimi ninaamini kwamba akimuoa yule atakuwa huru. Kama kumuonyesha dharau, kumuonyesha mabadiliko yote, hakumfanya mume wake akabadilika, basi yule ana sifa ya kuwa mke mwenza. Muombe mume wako amuoe, na akiridhia, wewe huyo huyo nenda kwa yule rafiki yako muombe aolewe. Wewe usimwambie kwamba nafahamu unatembea, hapana. Muombe kama vile ufahamu kinachoendelea, na umwambie tayari umeshaongea na mume wako na karidhia na kanipa uhuru, kaniagiza nije nikwambie. Na uwezi amini, mwanandoa yule alirudi kutupa maua yetu. Alikuja kutupa pongezi na zawadi. Zawadi ni siri yetu, ila anachokisema anajivunia chakula cha akili, anajivunia harakati za msakatonge, anajivunia YouTube channel yetu ya Makeup TZ, kwa sababu yeye na rafiki yake kwa sasa ni mtu na mke mwenza. Wana amani, furaha, japokuwa hawaishi nyumba moja, wanaishi nyumba tofauti tofauti, lakini huwezi amini, mmoja akitaka kuzidishiwa siku, mwanaume anafukuzwa. Hata kama mmoja anaumwa na nizamu yake, anataka kugawa siku kwa mtu mwingine, wanasema hawakubali. Mwenye haki yake anatakiwa akapewe haki yake. Hakika hiyo ni ndoa ya mfano. Sasa baada ya simulizi hiyo, kama ingekuwa ni wewe umejiwa utoe ushauri, ungetoa ushauri gani? Andika comment hapo chini. Nini ungechoshauri? Kama ingekuwa ni wewe ndio yemekukuta hapo, andika hapo chini. Ni nini maamuzi ungechukua? Alafu tutayasoma, tutayafanyia kazi. Ni kuombe hadi wakati mwingine. Alamsiki.